Mtazamaji wa Meki TV, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa. Wanyarwanda wanasema Nigute Uria Badam na Nyakubahwa Murkaza Neza Kunkuru ya Haruna Niyonzima. Mji mdogo wenye ufahari mkubwa, jina ni Gisenyi nchini Rwanda, huko mnamo miaka ya 90, yani tarehe 5 mwezi Februari 1990, miungu yao iliwabariki mtoto mwenye damu ya kifalme ya kupendwa na mashabiki wa soka, nao wakamuita Haruna Hakizimana Fazili Niyonzima mwenye pasipoti ya Rwanda. Kama ilivyoada, mwanajeshi akifa anasindikizwa na mizinga, basi na mwalimu akifariki, kwa nini asisindikizwe kwa viboko? Tuendelee na mtoto wa Gisenyi Haruna Niyonzima. Mwamba sio tu elimu ya klasi, hata uvuvi kwenye bichi za Ziwa Kivu sio pigo zake. Aliamini kuwa soka ni mchezo usiomtupa mtu. Soka ndilo linaweza kununua furaha na huzuni kwa wakati mmoja, kama ilivyo supu ambavyo mgonjwa na mlevi wote wanaruhusiwa kunywa. Tuachane na chimbuko lake la soka huko Rwanda, ila tutazame kwenye atlas ya michezo ya Tanzania. Kumbukumbu zinazoishi kwenye vichwa zinatukumbusha mwaka 2011 Haruna Niyonzima alipiga picha yake ya kwanza akiwa kwenye kikosi cha Yanga. Kumbukumbu anazo mpiga picha: iyi ni impano nzinza ituruka mu Rwanda, imana ya muyahe umugisha. This is pure talent from Rwanda, God has blessed him. Kwa Kiswahili, hiki ni kipaji asilia kutoka Rwanda alichobarikiwa na Mungu. Watoto wa 2007 kizazi cha TikTok, nendeni YouTube mkaangalie klipu za Niyonzima. Hakika alijua kuunajisi mpira. Kila alipopewa pasi mbovu, yeye alisafisha na kupiga pasi safi. Hata wale walevi wa soka la Ulaya siku walipotazama Niyonzima akicheza, wakakiri kuwa huyu ni Fabregas mtupu. Ndipo jina lake likaongezeka na kuwa Haruna Hakizimana Fazili Niyonzima Fabregas. Jezi namba 8 mgongoni ambazo huvaliwa na mafundi kama Iniesta na Frank Lampard ndio aliopewa Haruna Niyonzima. Mpaka hapo hujapata picha huyu ni kiumbe alikuwa ni wa namna gani uwanjani? Kipaji chake kilitishia wapinzani kiasi cha kudiliki kusema mwamba anatumia sanaa ya giza kwenye kabumbu. Ila wanangu, kama mtaangalia video zake tena Haruna Niyonzima, kuna namna mtamkosoa Mudasili Yahya basi kwa kutofuata script ya Niyonzima, namna ya kucheza namba 8 ndani ya uwanja. Baada ya miaka 6 kucheza Yanga, ndio kipindi ambacho mpishi alihitaji kupika ila kuni zilikuwa zimeloa. Ndio kipindi ambacho utajiuliza kwa nini nyumba za wageni nyingi Tanzania wanalala wenyeji. Ndio kipindi ambacho wanayanga waliamua kuchora jina la Niyonzima kwenye kuta za mioyo yao. Ndio kipindi ambacho ukiitaja Yanga, picha ya kwanza kichwani inakuja ni ya Niyonzima. Ila yeye aliamini pesa ni bora kuliko mapenzi, akatimkia kwa mahasimu wa Yanga. Hapa na wazungumzia Simba Sport Club mwaka 2017. Jezi zake zilichomwa moto na wahafidhina wa Yanga. Baadaye alirejea Yanga, ila akiwa mwishoni mwa kipaji chake. Hakudumu sana, akatimkia huko kwao Rwanda. Na hadithi yetu imeishia hapa. Asanteni. Makala hii imeandikwa na kusomwa kwako na mimi Dr. Making.